وصحبه أجمعين. أما بعد. Namshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwamba tumekutana tena. Kabla ya kuanza mazungumzo yangu, naikumbusha nafsi yangu na nafsi zenu katika swala zima la kumwogopa na kumcha Allah au kuwa karibu na Allah subhanahu wa ta'ala. Tutatumia dakika hizi au nafasi kama hii, tutakumbushana kuhusiana na ahkam au na hukumu zinazopatikana kwa mtu ambaye kwamba mwenye tabia ya kukopa. Yani inaweza kusema mazungumzo yangu yatalenga sana kuhusiana na madeni, mwenye kuchukua deni. Uislamu unazungumziaje? Vipi hukumu zake? Namwomba Allah subhanahu wa ta'ala aniwezeshe ili nifikishe haya machache ambayo kwamba niliyoandaa. Tujue kwamba ikhwatal iman, huyu mwanadamu yaishu linsanu fi hadhi dunya, mwanadamu yoyote katika dunia hii anaishi, wa ala kahilihi yahmilu a'ba alhayati, na katika mabega yake anakuwa amebeba mizigo mizito. Wa matalibaha thiqal, na kuna mahitaji kila mmoja wetu, yale mahitaji yanakuwa ni mazito kwake, na huenda ikawa yale mahitaji ni mazito mpaka mwisho akashindwa kuyabeba au asiweze kabisa kuyabeba ya mambo kama yale. An yanfaka anha duna an yahtaja ila auni sawa, mwanadamu anafikia wakati hatoweza tena kuishi mpaka mhitajie binadamu mwenzake. Falinsanu madaniyun bitabi'ihi, mwanadamu ile asli yake yaishu maa ghairi, siku zote mwanadamu anakuwa ni mwenye kuishi na mwenzake. Bimaana yu'ti wa ya'khudh, kuna siku yeye atatoa na kuna siku na yeye atachukua. Anasema maisha mazuri yanakamilika kwa watu kushirikiana binadamu. Al-aghniya wa fuqara, utakuta kwamba huyu tajiri anamhitaji maskini, wanashirikiana, na huyu maskini pia kuna wakati anamhitaji tajiri. Aqwiya wa dhu'afa, na wale wenye nguvu na madhaifu wanakuwa ni wenye kuhitajiana. Qala Allah, anasema Allah subhanahu wa ta'ala, qala Allah ta'ala, ahum yaqsimuna rahmata rabbik, yani Allah subhanahu wa ta'ala anakuwa ni mwenye kukemea, yani nakuuliza, je, ni nyinyi ndio mnaogawanya rahma za Allah subhanahu wa ta'ala na riziki za Allah na vyeo vya Allah na ilmu Allah aliyompatia fulani? Je, ni nyinyi mnaogawanya? Allah anasema nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayati dunya, sisi ndio tuliogawanya, kila mmoja tumemganyia katika maisha yake na riziki yake, elimu yake. Ndio utaona watu tofauti, kuna huyu kipato chake chiko juu, kuna huyu kipato chake chiko chini, kuna huyu elimu yake iko juu, kuna huyu elimu yake iko chini. Allah subhanahu wa ta'ala ndio aliyoigawanya. Wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajatin liyattakhidha ba'dhum ba'dhan sukhriya, Allah akaweza kumnyanyua miongoni mwetu sisi, basi tujue kwamba sio binadamu ambaye kwamba anaweza kufanya haya isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kisha Allah akasema wa rahmatu rabbika khairun mimma yajma'un, na rehma za Allah subhanahu wa ta'ala ni bora kuliko vile ambavyo kwamba mnakusanya. Anasema mshair, annasu linnasi min badwin wa hadiratin, watu wako kwa ajili ya watu wengine, wale waliokuwa vijijini na waliokuwa mijini wanahitajiana. Kuna hao waliokuwa vijijini
wanawahitaji waliokuwa mjini, na waliokuwa mijini nao pia wanawahitaji wale waliokuwa vijijini. Ba'dun li ba'din, wako katika kusaidiana, na hivi ndivyo ilivyo binadamu, wako katika kusaidiana. Wa illam yash'uru ahadun, hata kama hawatatambua hilo. Ndugu Waislamu, inna hajat akthari nnasi fi aishihim tafuku ma tamlikuhu aydihim. Katika haya maisha ambayo kwamba tunauishi sahihi, wewe ukitizama kwamba haya maisha yanazidi na kile ambacho kwamba tunachokimiliki, wa qudratihim wa quwahum, na nguvu zetu na uwezo wetu, kwamba haya maisha kile unachokipata basi utakuta kwamba hakikitoshi, kwa sababu utaona maisha yamebadilika, vitu vimepanda bei. Anasema falidhalika la yamlikuna illa an yaqtaridhu min khairihim. Ndio utakuta kwamba binadamu kama huyu hatoweza kuishi peke yake mpaka afanye nini? Aende akamkope mwenzake. Na haya ndio mazungumzo yetu, adabu na hukumu, ahkam zinazopatikana katika kule kukopa. Pale unapokwenda kukopa, liyasilu ila qada'i tilka hajat, ili uende ukakamilishe yale matakwa yako. Ikhwatal iman, tukiingia moja kwa moja katika zile adabu, yule mwenye kukopa akope, jambo la kwanza asikope kwamba fulani amekopa na yeye ataka kukopa. Akope wakati ameshikika, au kuna dharura au kuna sababu muhimu yeye kukopa. Awalan, anna amwala an-nas ma'sumatun, ajue kwamba hizi mali au hii pesa ya mwenzako unaokwenda kukopa, basi ni pesa ambayo kwamba yatakikana uitumie inavyo haki yake, yani isiwe sababu ya kwenda kukopa wewe sababu ya kipuzi. Wala tahillu lahu illa bihaqqiha. Kivipi kama sababu ya kipuzi? Naweza kutoa mfano kwamba mtu amemuona mwenzake ameshika simu kubwa, basi na yeye atataka kuikomboa, na mimi nitahitaji simu kubwa Samsung ama iPhone ili nionekane na mimi niko mjini. Sio sababu ya muhimu ya kukufanya wewe kwenda kukopa. La kwanza hilo. Sio sababu muhimu ya wewe kwenda kukopa. Utakuta kwamba hawa mama zetu, inapofika wakati wa masala ya harusi, akwambia huyu ndiye binti wangu peke yake, nataka nifanye jambo langu hapa, nataka nifanye harusi, Malindi nzima nitambue mimi ni nani. Sawa, lakini huyu hatofanya vile kwamba ni pesa ziko, ama atakwenda kuchukua katika vyama, atakwenda kukopa sampuli sehemu mbalimbali ili aonekane kwamba yeye amefanya harusi. Hii haingii katika sababu kwamba ya kukufanya wewe uende ukakope. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, ya ayyuhalladhina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bilbatil. Allah anasema, enyi mlioamini, msiliane mali zenu kwa ubatili au kwa dhulma. Na ni huku sasa kwamba haina haja au hakuna sababu ya wewe kufanya sababu muhimu ya kwenda kukopa. Iko sababu unaweza kusema labda pengine toka asubuhi nyumbani hakujaliwa, na wewe ndio wategemewa, umetoka toka asubuhi mpaka saa 10 watu wanasubiri chakula nyumbani. Sasa ukiangalia jua laenda kuzama tena na watu hawajakula. Hiyo unaweza kusema kwamba ni moja katika sababu ya kufanya wewe kwenda kukopa. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum alaykum haramun, hakika ya damu zenu na mali zenu, wa a'radakum, na heshima zenu, alaykum haramun, hizi zote zimehifadhiwa na Uislamu. Bimaana
utakapokwenda kutumia pesa au ukaichezea pesa ya mtu ambaye kwamba haikuna sababu ya wewe kustahiki kuikopesha ile pesa, basi uharamu wake unaingia katika uharamu kama wa kumwaga damu, kama alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo mali zetu zimehifadhiwa na Uislamu, damu zetu na hata heshima zetu. Walihadha kana amru ad-dayn adhim, na hii kwa sababu hii ni kawa jambo la deni ni jambo kubwa sana. Fala yastahil al-madinu bid-dayn walau kana qalilan, asije mtu akadharau lile deni, mwenye kuchukua deni, walau kana qalilan, hata kama ni kidogo. Wa in kana sahibuhu ghaniyan, vile vile hata kama yule anakwenda kukopa ni mtu ambaye kwamba ukipiga mahesabu mtu anashika malaki kwa siku, milioni. Sasa mimi nikichukua 500 kwake, kweli itapunguzia kitu? Mtu asidharau hilo. Walau kana qalilan, hata kama ni kichache umechukua. Anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam anapozungumzia swala zima la deni. Siku moja maswahaba walipokuwa wamekaa na Mtume sallallahu alaihi wasallam, angalia jambo kubwa la deni na hatari kubwa, Muislamu akawa ni mwenye kudharau na asema mtu ana pesa zake yule, mimi ninachukua 1500, ana haja kurudishiwa. Naam, iko haja ya kurudishiwa kwa sababu ile ni haki yake na ni mali yake. Amenipa 50, nina haja kumrudishia 50. Naam, lakini tulikubaliana kwamba nitakurudishia, madamu umenipa hii 50 basi nitakurudishia, na wewe lazima uirudishe ile 50. Anasema kunna julusan inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kwamba siku moja masahaba wamekaa na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mara ukimwangalia Mtume sallallahu alaihi wasallam, farafa'a ra'sahu ila as-samaa, Mtume akainua kichwa chake kuelekea mbinguni, yani bimaana uso wake ukawa unatizama mbinguni. Masahaba wakawa wanaiangalia ile picha. Thumma wada'a rahatahu ala jabhatihi, kisha akawa amefanya hivi Mtume sallallahu alaihi wasallam, akawa anaangalia mbinguni huku ameweka mkono wake hapa katika baba lake. Thumma qala, kisha akasikika Mtume sallallahu alaihi wasallam ni kama analalamika, ni kama ana huzuni. Anasikika akisema sallallahu alaihi wasallam, subhanallah ma nazala min at-tashdid, ni ukali gani huu ambao kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ulioteremsha. Masahaba wakashtuka. Rawi hadithi kama hii aliyopokea sema, fasakatna, tulivyoona ile hali ya Mtume kwamba ni uzito gani huu Allah ulioteremsha, Mtume akiwa analalamika anaelekea mbinguni, masahaba asema kila mmoja wetu akafunga mdomo wake. Fasakatna wa fazi'na, kisha tukaondoka ile sehemu tuliyokuwa tumeka pale pale, kila mmoja akanyamaza na kila mtu akashika njia akaenda zake. Huyu sahaba mmoja alizungumza hadithi asema likamtia dhiki. Kwa nini Mtume kuzungumza maneno yale jana? Asema falamma kana min al-ghad, yani ilipoingia siku ya pili, huyu sahaba bado ikawa linamkera. Asema nikamwendea Mtume sallallahu alaihi wasallam, sa'altuhu ya Rasulullah, nikamuuliza ma hadha at-tashdid alladhi nazal ya Rasulullah, jana tumekusikia ukizungumzia kwamba kuna uzito Allah ameuteremsha, ni uzito kali upi huo ya Rasulullah? Mtume sallallahu alaihi wasallam akamjibu yule sahaba na kumwambia, walladhi nafsi biyadi, na hapa kwa yule ambaye kwamba nafsi yangu iko mikononi mwake, lau anna rajulan, Mtume anasema lau kwamba mtu kutila fi sabilillah, lau kwamba mtu atauliwa katika njia ya haki, mtu amekwenda amepigana jihadi amekufa shahidi. Thumma uhiya, kisha Mtume anamwambia sahaba baada ya kuuliwa huyu, thumma uhiya, kisha akaja akafufuliwa.
yani baada amekufa ni shahidi akafufuliwa, kisha thumma qutila, kisha mtume anamwambia akauliwa tena mara pili mtu huyo huyo, thumma uhiya, kisha akafufuliwa mara pili tena. Mtume anaendelea anamwambia thumma qutila, kisha akaja akauawa tena mara tatu. Mtume anamwambia wa alayhi dain, na mtu huyu amekufa akiwa na deni, hata kama ni ya shilingi 5, shilingi 10, 50, 500. Wa alayhi dain, na mtu huyu amekufa ana deni. Mtume anasema, anamwambia yule sahaba ule uzito ambao kwamba Allah alioteremsha, ma dakhala aljannata hatta yuqda anhu dainu, mtu huyo hatoingia peponi mpaka deni lake lilipwe. Yani tunavyojua daraja ya mtu anapokufa katika ushahidi, huwa moja kwa moja peponi. Tena mtume akasema hakufa mara moja, yani akapigana vita akafa katika hivyo vita ushahidi, yani akawa ni shahidi, akarudi akapigana tena huyo mtu mmoja mara tatu. Yani huyo kifofote anastahiki pepo, lakini mtume anasema na ikiwa atakufa ana deni, basi huyo hatoingia peponi mpaka alipiwe deni lake. Na hii ndiyo hatari Waislamu. Tansamehe wakazi wa hapa, sisi Waislamu ndivyo ilivyo. Usipolipa deni lako tegemea mwenzako kulipia, hutolipiwa. Kwa jamaiti hapa zikiwekwa hapa mbele, mmoja atasimama mtoto wake ama fulani atasimama na dhima, yeye ndo atakaye mwenye deni atakayelipa. Maiti atakaposwaliwa, watu wamejaa, atakaposwalia kwa mziki, jamaa atasimama pale. Sasa yule mtoto wake au yule ndugu yake maiti, yule mwenye kumdai alokufa baada ya swala, baada ya kuzika, shekhe wewe umesema kadhaa pale, ndio basi mimi namdai ndugu yako na namdai 100,000 nzima. Sasa jamaa akiangalia vile, yeye mwenyewe hata kwa mwezi 30,000 matatizo kupata. Sasa itakuwaje? Yeye amechukua hapa dhima kwamba atalipa ile deni, akidhani deni ni shilingi 10, 20, 50, kumbe jamaa amekwenda kuchukua mzigo wa pesa. Sasa yule bwana ndugu yake akiamua vile, itabidi naye afanye nini? Aingie mitini, akimbie. Sasa Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema hata mtu akafa ni shahidi na akiwa na deni. Hii ndio hatari. Ndugu yangu Muislamu, hakikisha kwamba lile deni lako umelilipa, usidharau hata kama ni kidogo, wadaiwa kilipe. Punguza polepole mpaka mwisho Allah atakuwezesha utakamilisha. Anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, yughfaru lishahid kullu dhanbin illa ad-dain, shahidi anasamehewa madhambi yake isipokuwa deni. Fa idha kana hadha fi haqqi shahid, bizangu Waislamu, ikiwa hii imefungamana kwa yule ambaye kwamba ni shahidi, amekufa ni shahidi na bado hatoingia peponi, amekufa na deni la mtu, fa kaifa bi ghairihi, vipi wale ambao kwamba watakufa vifo vya kawaida au vifo vibovu? Huyu daraja yake ya peponi shahidi, lakini anaambiwa kwamba hata kama umekufa na ushahidi wako tena mara 3, lakini una deni, hutoingia peponi. Vipi sisi ambao kwamba mauti yetu hatujui yatatufika vipi, tuko katika hali gani? Kwa hiyo tujue Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema nafsul mu'min, nafsi ya mu'min inapokufa, muallaqatu bidainihi, inashikwa ile nafsi ya mu'min kwa sababu ya deni lake, hatta yuqda anhu, mpaka lile deni lake lilipiwe. Inakamatwa ile nafsi yake, inazuiliwa ile nafsi yake. Sisi tutafanya shughuli zote hizo, lakini yeye ana deni, basi Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema ile nafsi yake itashikwa hivi, itazuiliwa, hatta yuqda anhu, mpaka ile nafsi ya yule maiti iweze kulipiwa kutokamana na yale madeni. Hilo ni la kwanza, ifuatani.
Tukiangalia katika adabu nyingine ya yule mwenye kukopa, an ya'lama almadinu anna dhalika almal alladhi ista'adhanahu amanatun fi 'unuqihi, ajue kwamba yule mwenye kwenda kukopa ile ni amana ambayo kwamba iko katika shingoni mwake. Yajibu alayhi adauha ila ahliha, basi ni lazima ile amana uilipe au uirudishe kwa mwenyewe. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, inna Allaha ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha. Allah anahitajia, anatuamrisha kwamba sisi turudishe zile amana kwa wenyewe. Tukiangalia Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa ndiyo bora wa wale ambao kwamba wenye kutekeleza amana. Siku moja Mtume sallallahu alaihi wasallam akielezea kwamba hata katika vitabu ambavyo kwamba sio Waislamu wanajua kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam ni mwenye kutekeleza amana. Amekaa Mtume na Aisha radhiallahu anha. Aisha anasema kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Mtume alikuwa na thawbani qitriyani, Mtume alikuwa na nguo ambazo kwamba tuweza kusema ni kubwa ama vitambara vyake ni vizito. Fakana idha qa'ada fa'arika thaqula alayhi, alikuwa Mtume akivaa yale mavazi yake, basi akikaa Mtume kuna jasho linamtoka, yani zenye kutia joto yale mavazi, fanya Mtume mpaka anatoka majasho mingi. Faquddima bazzun min ash-Sham li fulani al-Yahudi, akawatokea mfanye biashara ambaye yeye bosi wake ni Myahudi, basi yeye bosi wake ni Myahudi. Faqultu, Aisha akamwambia Mtume sallallahu alayhi wasallam, law ba'atha ilayhi fashtaraita minhu thawbayn ila al-maysara, ya Rasulullah, kwa nini tusimtume huyu basi akaenda kwa bosi wake Myahudi akatuchukulia thawbaini, akatutafutia nguo nyepesi nzuri ambazo kwamba sio kama hizi za joto joto, ila al-maisara, kisha sisi tutalipa polepole mpaka baadaye. Mtume sallallahu alaihi wasallam fa arsala ilayhi, akamtuma huyu mfanye biashara kwenda kwa bosi wake. Yule alipofika kule kwa bosi wake akamuelezea, akamwambia, mimi bosi nimetumwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba anahitaji nguo mbili na anajua kwamba wewe ndio mmiliki wa biashara hizi za nguo, kwa hiyo nimpelekee, lakini ameomba atalipa polepole Mtume sallallahu alaihi wasallam. Huyu Myahudi akasema, faqala qad alimtu ma yurid, hayo mazungumzo yako nimemjua Muhammad ni kipi anachokitaka. Inma yuridu an yadhhaba bimali au bidarahim, nishamjua tu Mtume anataka kwenda na mali yangu kisha na pesa zangu pia ende nazo asinilipe. Mbona hakukupatia niletee pesa? Yeye anaambia kwamba nilipe baadaye. Yule mfanyabiashara akaja na salamu zile kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, mwambia, ya Rasulullah, bosi mwenyewe amesema hivi yule Myahudi kwamba wewe wataka uondoke na mali yangu na pesa zangu usinilipe. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia yule, kadhaba, huyo bosi wako Myahudi amedanganya, kadhaba, qad alima anni min afqahum lillah, yeye anajua kwamba katika hivyo vitabu vyao huyo Myahudi mimi ni mchaji Mungu kuwashinda wao wote, yani Mtume hakuna ambaye kwamba ni mchaji Mungu kama yeye. Wa adahum lil amanat, na mimi ni mwenye kutekeleza amana. Kwa hiyo hadithi hii inatufunza kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa ni mwenye kutekeleza amana, bimaana hata lile deni alilolichukua Mtume alikuwa akilirudisha kwa wenyewe. Tayeb, katika adabu nyingine au jambo muhimu ambalo kwamba linalostahiki kwa yule mwenye kukopa ajue, an ya'lama al-madinu anna ad-dayna hammun wa gham,
ajue kwamba yule mwenye kukopa deni linakuwa saa zote ni wasiwasi na huzuni na dhiki. Wa qadarun min aqdari alhaya, na ni chanzo pale unapokopa ni chanzo cha dhiki za maisha. Anasema wa idha kathura wa tala amaduhu, hasa yale madeni yanapokuwa ni mengi. Leo umekopa hapa, kesho umekwenda, kesho kutwa yule hajui kama wewe umechukua kwa huyu, utakwenda kwa yule, utakwenda kwa huyu. Yale madeni yanapokuwa ni mingi, wakana waraahu ghuramau mutalibuna, na kisha kukawa kuna nyuma watu wanayafuatilia yale madeni waliokusaidia zile pesa au kitu chochote. Asema faqad yajurru ila awaqib la tuhmad uqbaha, hii huenda ikakupelekea pahali, ikakusababishia wewe ukakupeleka pahali ambapo kwamba hapastahiki kufika. Ndio utasikia kuna watu leo wamekwenda kujitupa katika zile bridge. Leo kuna watu wamejitia kitanzi, kwa sababu ukiangalia ataanza kumlipa nani, na wote amechukua pesa na kila mmoja ataka pesa yake kwa wakati. Sasa kabla ya kukopa wewe jua kwamba deni ni hamu, wasiwasi na dhiki. Wewe ukienda kuchukua deni ujue kwamba hili ni lazima lirudishwe. Kwa hiyo ni hamu na wasiwasi na dhiki, na ujue kwamba yule mwenyewe hasa atakapokulifuatilia lile deni lake au zile pesa, basi huenda likakufikisha pahali ambapo kwamba hapastahiki wewe kufika. Ndio Mtume sallallahu alaihi wasallam akawa anajilinda akimwomba Allah subhanahu wa ta'ala amweke kando na tabia ya kuchukua madeni. Mtume sallallahu alaihi wasallam akiomba dua hii akisema, Allahumma inni a'udhu bika min al-ham wal hazan wal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhl wa dhala'i ad-dayn wa ghalabati ar-rijal. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akimwomba sana Allah subhanahu wa ta'ala amweke kando na madeni, amwepushie na madeni, kwa sababu madeni ni dhiki na wasiwasi, na yani wanasema ni stress. Kwa hiyo kila mwenye deni ahakikishe kwamba lile deni amelirudisha kwa mwenyewe, na masala kwamba familia yangu itanilipia, hilo usiwe na uhakika nalo. Ule maiti wengi ule wanateseka kwa sababu wengi wao unaweza kusema mtu amechukua dhamana hapa, lakini akitoka pale nje si mambo ya kutunga haya, mambo yako tena maiti nyingi sana. Tushapata watu kwamba anaelezea moja, hiki ni kisa ambacho kwamba nimepata moja katika maratibu msikitini akinielezea, aliwahi kumkopesha mtu pesa. Sasa yule bwana akawa sijui ameuza ni shamba ama ni mali yake, akawa ana uwezo wa kulipa lile deni. Sasa huyu akajua kwamba fulani amepata pesa, kila akimpigia simu, vipi pesa zangu, yule fulani akipeleka huku na huku na huku. Asema yule bwana akaja akafa. Alipokufa akaja ndugu yake akasimamia katika masala ya dhamana haya. Yule akamfuata akamwambia, mimi namdai ndugu yako, nimemkopesha pesa na alikuwa nilipe, lakini paka kuondoka kwake hakunilipa. Yule bwana akamwahidi nitakulipa, lakini naye pia akaanza kuingia sasa mjini, akawa potea mpaka mwisho akawa ni mwenye kufunga simu. Asema kitu kilichomhuzunisha yeye, akawa usingizini mwake kila anapolala yule ambaye kwamba anayemdai anamjilia ndotoni na kumwomba msamaha. Yani anamjilia ndotoni akimwomba msamaha, nisamehe, 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 nisamehe. Asema yule siku ya kwanza, mara baada ya siku mbili anamjia tena ndotoni, akaona ni siku ya kwanza, siku ya pili akaona ni kawaida, akaona sasa ni jambo ambalo kwamba laendelea kila siku, yamjia tu ndotoni yule bwana, na mtu ashakufa ashaatana naye kitambo. Likamtia dhiki sana. Asema kitu alichofanya yeye yule bwana, kwamba amechoka kumuona yeye usingizini yule,
aliamua kuswali raka mbili. Si mambo ya kutunga, ni kitu ambacho kwamba nimeelezewa na ni mtu ambaye kwamba anaaminika, ni mtu msomi. Asema aliswali raka mbili, akaombea Allah, mimi kuanzia leo huyu ambaye kwamba ananijia mimi ndotoni, kuanzia leo mimi ya Allah nimemsamehe, mimi nimemsamehe kabisa, sitaki tena masala ya kumdai wala nini. Asema kuanzia toka na siku hiyo, yule bwana alikuwa akimjia, toka na siku hiyo aliposwali raka mbili, ile picha ya maiti haikumjia tena ndotoni mpaka wa kesho. Hii kisa kinatufunza nini? Kwamba yule huenda akawa amekuwa na uwezo wa kulipa akapuuza, kisha akajua wako ambao kwamba watakaokuja nyuma watalipa, na wale waliokuja nyuma nao pia hawakulipa, ikawa sasa ile deni inamtafuna kule aliko. Nasallallahu salama wal afya. Tujue kwamba ikhwatal iman, katika adabu nyingine yule mwenye kukopa, ay'alama almudin annahu idha sta'adana wa mata wa lam yuaddi daynahu wa kana qadiran ala adaihi, kwamba mtu amekopa akafa na hajalipa lile deni, wa kana qadiran ala adaihi, akawa na uwezo wa lile deni mtu kulilipa, walakinahu lam yaf'al, basi hakufanya tu. Ndio hiki kisa natoka kuzungumza, istihanatan bidain, akadharau deni dogo hili, akaleta madharau, au jahadan, au akakataa tu, akapuzia kwamba shekhe, ninakwambia nitakulipa, kisha jamaa hakumlipa tena, au tanasiyan lahu, au mtu akaja akajisaulisha. Kuna ile maksudi kwamba umejisaulisha, una deni la mtu fulani, kuna kweli kusahau na kuna kujisaulisha, na wengi huwa wanajisaulisha. Shekhe, ninasahau, pole bwana, kumbe mimi wanidai bwana, na mtu anajua vizuri sana sana kama fulani anadai. Anasema au dhanna anna ad-dayna ghayru muhtajin ilayhi, au akaja akadhania kwamba yule aliyonipatia ile pesa haihitaji, imma ni mtu ambaye kwamba anajiweza, mtu na nafasi yake. Sasa sikizeni, fa inna hadha almudin sayaqdi ad-dayna yawm al-qiyamah, ujue kwamba huyu aliyekwenda kukopa lile deni lako halitaruka, utakwenda kulilipa siku ya kiyama, walakin bilhasanati wasayiat. Sasa siku ya kiyama itakuwa ni kulipana na maovu na mazuri. Fayu'ti min hasanatihi lid-dayn wa ya'khudhu ala dhahrihi min sayiati al-muqridi. Anasema kwamba yatachukuliwa yale maovu ya yule bwana uliokwenda kumkopa, mtu alikusaidia, maovu yake yatachukuliwa uwekewe mgongoni mwako. Wajua yule bwana afanya makosa gani, madhambi gani? Huenda wengine wameingia mpaka katika ushirikina. Yatachukuliwa yale ya yule ambaye kwamba aliyokupatia na kukusaidia pesa zake, kisha ukafanya istihzai na hukumlipa mpaka ukafa, basi utaikewa yale makosa yake mgongoni mwako. Kisha wewe sasa amali zako, swala zako, ibada zako, hija zako, umra zako, qiyamul layl zako, funga zako zile za sunna na za Ramadhan, zitachukuliwa zote apatiwe yule ambaye kwamba aliyekukopa. Kwa nini usilipe deni ili ukiondoka hapa uende na zile amali zako ziwe zitakusaidia wewe mwenyewe? Usije ukafanya kazi ya bure hapa duniani kisha pale ukaenda ukapeana zile amali zako. Hatari kubwa ya kufa na deni. Qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, waman mata alayhi daynun falaysa thumma dinarun wala dirhamun, mtu akija akifa na deni ajue kwamba siku ya kiyama haitomfalia yeye wala kumsaidia pesa zake, utajiri wake, cheo chake, walakinnaha alhasanatu wasayiat. Siku ya kiyama itakuwa ni mambo kumalizana story, hakuna kuikana tena. Sasa
wewe leta mazuri yako upatie huyu, wewe chukua maovu ya huyu mwekee huyu. Sasa utakuwa duniani miaka yote, miaka 70, 80, 50 umekaa, kumbe wamfanyia mtu yale mazuri yako. Hii hatari kubwa ndugu zangu Waislamu. Tuhakikishe kwamba haya madeni tumeyalipa. Vile vile katika adabu muhimu ya yule ambaye kwamba mwenye kukopa, na mwenye kukopa siku zote tuweza kusema anaisikiza huu muhadhara hapa na hata mwenye kuzungumza, wote hawa na madeni, hakuna aliyosalimika. Kwa hiyo sisi tunakumbushana, nimetangulia kusema kwamba tutakumbushana sote kwamba maisha yalivyo na hali zilivyo, ujue kwamba hata kama utakopa basi usidharau lile deni, hakikisha kwamba umelirudisha. Ajue kwamba min al-adab al-muhimma allati ala al-mudin an yalzamaha an yusari'a fi qada'i daynihi, afanye haraka kulipa lile deni, wa alla yumatila fi dhalik. Wewe umekwenda kukopa, basi ukao ni mwenye kuchelewesha na ushapata ile pesa ya kurudisha kwa mwenyewe, usimuudhi yule ambaye kwamba aliyekukopesha, ikawa sasa yeye ndio anakufuatilia, ni kama sasa anaonekana omba. Hii iko, kuna mtu amemkopesha mwenzake, yule anajua kabisa huyu ashapata pesa ya kunilipa, sasa anataka mimi nimsumbue kila siku. Sikiza Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, fa fi sahihaini al-matlu al-ghani dhulm, kuchelewesha kulipa deni la mwenyewe ni dhulma kubwa umemfanyia. Yani si vizuri ndugu zangu Waislamu, mtu amekusaidia kisha akawa aja kesho inshallah tutapambana msikitini utakuletea, kesho ukawa sasa unamkimbia na una uwezo wa kumlipa. Hata kama utakuja utamlipa baadaye, lakini ukampeleka huku na huku na huku, ujue Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema ule kuchelewesha kumlipa, hiyo ni dhulma kubwa umefanyia. Na ujue kwamba an ya'lama anna mumatalatahu wa juhdahu haqqu ad-dayn sababun li husuli al-masa'ib alayhi. Pale utakapokuja kuchelewesha lile deni, ukaona kwamba sio lazima kumrudishia kwa sahihi, nitamrudishia mwezi ujao, kipokea ama kifaulu pale fulani nitamlipa, ukamsahau yule au ukamdharau, ujue kwamba ni sababu ya wewe kufikwa na matatizo na majanga. Chunguza sana wale wenye kuchukua madeni. Mtu ana deni, ana uwezo wa kwenda kulilipa, ana uwezo wa kupunguza hata kama hatolipa lote, lakini ndio yafikwa na mitihani mengi, matatizo mengi sana. Mara mtoto shakuwa mgonjwa, mara kesho sijui nyumba stima haziwaki, mara maji sijui yatoka lakini hapa kwetu hayatoki. Yani mitihani kwenda. Kwa sababu nini? Umefanyia dhulma mwenzako. Lipa deni, uangalie mambo yako yatakapokuwa mazuri. Anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, man akhadha amwala an-nasi, yoyote ambaye kwamba atakayechukua mali za watu akaenda akakopa, yuridu adaaha, yeye nia yake amechukua na atataka kurudisha, nia yake kwamba mimi nachukua hiki lakini nitarudisha. Anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, adda Allahu anhu, Allah subhanahu wa ta'ala atamwezesha kulipa lile deni. Yani Allah anatizama nia yako, innamal a'malu binniyat. Allah anaangalia nia yako ikoje, nia yako iko vipi. Je, wewe unayo nia ya kurudisha? Basi Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema Allah atakuwafikia, madamu umechukua hata kama ni deni kubwa, utakuwa ni mwenye kulipunguza lile deni polepole. Na waman akhadaha yuridu itlafaha atlafahu Allah, na yule ambaye kwamba anataka kwenda kuchukua deni lakini kifuani moyoni mwake hana nia ya kulipa lile, kwamba naenda kuchukua lakini sijui kama nitaweza kulilipa, ajua kabisa yeye
Basi anatafsiri hadithi hii na kusema ma maana atlafahu Allah, nini maana atlafahu Allah? Anasema atlafa amwalahu fi dunya bi kathrati almihan wal magharib, Allah atampotezea ile mali aliyoishika, mali ameikusanya. Asema bi kathrati almihan, kwa mitihani mengi, wagonjwa nyumbani, yeye mwenyewe kwenda kununua madawa, yeye mwenyewe mara kuna mitihani mengi nyumbani. Wal magharim, vile vile mara waona tu nyumbani mahasara, mara TV imeungua, mara haijulikani sababu. Sababu ni kwamba wewe unao uwezo wa kwenda kulipa lile deni, lakini haukutaka kwenda kulipa. Hii ndio hatari kubwa. Wal masaib, vile vile utakuja kupatikana na misiba mengi na mabalaa nyumbani. Wa mahakil barak, kisha baada ya hayo Allah subhanahu wa ta'ala itakuwa ni sababu ya wewe kuondosha baraka katika riziki yako. Yani Allah anapoondosha baraka katika riziki yako, hata kama upokea mshahara mkubwa shekhi, ile pesa itakutoka tu wewe bila kujua. Ndio anasema moja katika ile sababu ya wewe kuzidishiwa riziki yako, usimwombe Allah subhanahu wa ta'ala kuzidishia riziki, muombe Allah subhanahu wa ta'ala akupatie baraka katika riziki yako. Allah aitilie baraka riziki yako. Ikiwa na baraka, basi ile riziki yako itatosha kila pahali, hata kama ni kidogo. Sijui ni haya nazungumza yako ama hakuna, natumai yako. Mimi nayajua, na kuna baadhi yetu wanayajua, watu wenye kuchukua mikopo kwa wenye kudharau. Lakini ajabu wale ambao kwamba haya mambo yashawatokea, nafikiri wanajua vizuri sana. Mitihani yani mpaka mwisho wa kusema mimi ni pengine mtu ashanifanyizia sihiri, uchawi. Una cha uchawi shekhi? Wewe jambo rahisi na dawa kubwa, rudisha mali ya mwenyewe. Hiyo ndio njia rahisi. Kwa nini ufanye mwenyewe ndiye mwenye kuomba sasa wakati yeye alikusaidia? Kisha ujue kuna na kesho utamhitaji, kuna na kesho utamhitaji yule utataka kusaidiwa. Kwa hiyo kumbuka hayo. Vile vile wa min al-adabi an ya'lama al-madinu an yasluqa tariqa husni al-qada'i, yule mwenye kwenda kukopa ajue, awe na adabu nzuri au njia nzuri, au afati njia nzuri ya kulipa lile deni. Isiwe kwamba uenda kulipa lile deni basi kila mtu akuone. Yani umekosa sehemu ya kunilipa shekhi, mpaka mbele za watu, lile deni lako hili nini, aonekane fulani amerudishwa pesa na pesa. Wa min husni qada'i al-musara'atu ila taslim al-haqq, asema katika ubora mwingine wa kulipa uzuri lile deni ni kufanya haraka. Al-musara'atu ila taslim al-haqq, fanya haraka kulipa pesa ya mwenyewe, na huku ndiko kufuata njia nzuri ya kulipa pesa. Yani likutie dhiki ile pesa ushaipata mkononi, basi usilale nayo, ifanye irudishe kwa mwenyewe. Fanya haraka ili mwenyewe aipate ile pesa. Asema wa min husni alqada'i kadhalik, na katika wema wa kulipa lile deni tumesema kwamba fanya haraka ukalipe lile deni. Asema az-ziyadatu ghayru al-mashrutatin 'ala ad-dayn, kuzidisha, lakini isiwe kwamba tumeikiana, mimi nakupatia hii 500, ikifika kesho jioni ukiwa hukunipa 500 itaongezeka 20. Sasa hii itakuwa ni riba. Yani hamkuwekeana mikataba. Sasa ninachomaanisha mimi ni kwamba pale unapopatiwa ile 500 katika ule wema na uzuri wa kuchukua deni, basi unaporudisha, ongeza na kitu. Wewe umepata 500,
basi wewe na wewe mtu amekutumia 500 kwenye pesa na wewe unamrudisha ile 500. Rudisha 500 hata kama ya kutolea, umuonyeshe wema kidogo, muongezee hata kama 550. Na hivi ndivyo Uislamu unavyotufundisha. Kwa hiyo yule mwenye kwenda kukopa afanye haraka kulipa lile deni, na pale anapolipa katika uzuri wake azidishe kile ambacho kwamba alichokichukua. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema kwamba inna khiyarakum, hakika yule mbora wenu kati yenu nyinyi, katika mbora wenu, ahsanukum qadaan, ni yule ambaye kwamba hapa imekusanya ahsanukum qadaan, yani atakuwa ni mbora katika kulipa. Wewe katika akili yako inavyokutuma, mimi nikifanya hivi nitakapokwenda kumlipa deni huyu atakuwa amefurahika, fanya. Mimi sina cha kuongeza, lakini nina akiba ya chakula nimepika mchana, mpelekee na umwambie deni lako hili hapa. Yani haipendezi kwamba utakwenda wewe umepatiwa alafu urudisha ile ile, ongeza na kitu juu yake. Asema wa an Abdullah ibn Rabi'ah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, kwamba mtume sallallahu alayhi wasallam istaslafa minhu hina ghaza Hunainan. Asema, na hii ndio kuonyesha hali ya mtume sallallahu alayhi wasallam. Mtume alimkopa sahaba kama huyu wakati wanakwenda katika vita vya Hunain, 30 au 40,000, ni 40,000 au 30. Na hii kuonyesha hali ya mtume sallallahu alayhi wasallam, ikituashiria kwamba mtume alikuwa ni basharun kalbashar, mtume alikuwa ni binadamu kama binadamu sallallahu alayhi wasallam. Alikuwa na dhiki akizipitia na mitihani kama vile tunavyopitia sisi. Walianza kutahiniwa wao mtume akawa inafika wakati mpaka anakwenda kukopa. Kuna wakati nyumbani kwake ile jiko halijawashwa sijui siku ngapi. Inafikia wakati mtume sallallahu alaihi wasallam anakwenda kukopa. Wewe ukiangalia, ikikumbuka kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam alipokuwa akiamiliana na wasokuwa Waislamu Mayahudi, imepokewa kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam alikufa, ikaja ikajulikana baada ya kuzikwa, na nguo yake marhuna tu, nguo yake kanzu yake ilikuwa kwa rehani sallallahu alaihi wasallam. Mtume alibanika akaenda mpaka kwa duka la mtu ambaye kwamba ni Myahudi, ana shairi zile ngano. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, chukua hii nguo yangu unipatie iko chakula nyumbani, watu wapate kula, alafu nitakuja kulipa nichukue nguo yangu. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam alikufa na ile nguo ikawa bado iko kwa rehani. Hii ni kuonyesha hali ilivyokuwa ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo anasema huyu nilimkopa Mtume sallallahu alaihi wasallam wakati wa vita vya Hunain, faqadaha iyahu, kisha mtume akaja akanilipa baadaye baada ya kutoka katika vita. Kisha mtume sallallahu alaihi wasallam baada ya kutoka katika vita akasema, qala lahu an-nabii sallallahu alaihi wasallam, mtume akamwambia, barakallahu laka fi ahlika wa malik. Mtume akamwambia dua, akamwambia Allah subhanahu wa ta'ala akubarikie katika familia yako, wa malik, na mali zenu. Innama jazaa'u salaf alwafa'u walhamd. Asema hakika ule ubora wa kulipa deni kwa vizuri ni mtu kumwombea dua na kumshukuru. Mtume sallallahu alaihi wasallam alimwombea dua. Ndio tukasema kwamba iko mifano mingi ya wewe kurudisha ile pesa ambayo kwamba uliokopa na ukafanya na mazuri ndani yake. Kama hii sasa, uweza kumwombea dua, uweza kumwombea kitu chochote khairi, na hivi ndivyo vinavyotakikana. Sema wa an Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhuma, kutoka kwa Jabir ibn Abdullah radhi za Allah ziwe pamoja nao, anasema
kana li ala nabii sallallahu alayhi wasallam, nasema huyu sahaba kwamba nilikuwa kwa mtume sallallahu alayhi wasallam dainun, yani mtume alikuja akanikopesha mimi, kama tulipotangulia kwamba inafika wakati hata haya mazungumzo hakuna aliyosalimika hapa, mwenye kuzungumza na mwenye kusikiza mazungumzo haya yanamlenga. Mtume sallallahu alaihi wasallam alibanika, ikabidi aende kwa sahaba kama huyu akachukua deni. Asema huyu sahaba, faqadhani wazadani, Mtume sallallahu alaihi wasallam akaja akanilipa lile deni langu, kisha kando kwamba amenilipa, Mtume sallallahu alaihi wasallam wazadani, na akanizidishia. Kwa hiyo katika wema au adabu za kufanya yule mwenye kuchukua deni, azidishe, akumbuke kwanza kuchukua deni ni hamu na wasiwasi na ni dhiki, na ajue kwamba ile ni haki na yastahiki haki ile irudishe kwa mwenyewe, na vile vile ajue kwamba hata kama ibada gani amezifanya, madamu amekuja amekufa ana deni, nafsi yake itakuwa imeshikiliwa mpaka atakapolipiwa lile deni. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam akaona yasiwe haya makubwa, wacha amalizane nayo hapa hapa akiwa yuko hai. Kwa maswahaba waweza kusimama wakalipa madeni. Kuna watu wanaompenda Mtume sallallahu alaihi wasallam na kumwezi kama maswahaba. Sisi hatuwaingii kabisa maswahaba katika kumpenda Mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini Mtume alisimama yeye kama yeye na kutufundisha sisi kwamba ulazima na umuhimu na hatari ya yule ambaye kwamba atakayechukua deni na asilipe. Ikawa Mtume sallallahu alaihi wasallam amelipa yale madeni ambayo kwamba amechukua. Vile vile katika adabu nyingine kwa yule ambaye kwamba amekufa, mtu amechukua madeni amekufa, hii ni kukumbushana, lakini ni maarufu sana kukumbushana kwamba kabla ya kufanya mambo yoyote au kabla ya kufanya kitu chochote, basi hakikisha yule maiti amekwenda kulipiwa madeni yake. Kabla yule maiti kufanywa kitu chochote, ni katika kugawanywa mali, ni katika kufanywa nini, lakini ya kusikitisha na kuhuzunisha kwamba saa nyingine waweza ukacheka na hapo hapo ni mambo ya kuliza, yani waweza ukacheka na ukaliza kwa sababu maiti iko nyumbani au iko msikitini na watoto na familia na ndugu washaanza kugombania mali. Sallallahu salama wal afia, mtihani mkubwa, wanagombana pesa na mali. Hii ni hatari kubwa sana. Kwa hiyo kabla ya ile pesa yake kugawanywa au kupatiwa ndugu yake au mtoto wake, kwanza isimame kikweli uhakika. Kwa sababu narudia mazungumzo yangu, mtu anapokuja kuchukua dhima, ikiwa ile pesa kweli iko ya kulipa, lakini mtoto wake ana watoto kama 7, yule amechukua ile pesa ishagawanyika, na kila mmoja anapofuatwa yukimbia kifaki. Lau kwamba ile pesa itakuwa iko hapa kabla haijagawanywa, ile pesa inakuwa rahisi sana kulipa ile deni la mzee. Lakini watajiuliza maswali, tukitoa hizi pesa kiangalia deni ni hili kubwa, sisi tutarithi nini? Naona ndio pale sasa watu ibidi wagawanye kabla ya kulipa ile madeni. Sasa atakayeumia ni nani? Ni yule maiti. Namalizia katika adabu ya mwisho za yule ambaye kwamba analazimika, hana budi mpaka achukue deni au akope. An yukhbira almudinu dawai bidainihi, aeleze jamaa zake kwa kile ambacho kwamba anachodaiwa. Idha lam yakun ad-dainu ma'rufan au mawthiqan, ikiwa lile deni au muwathiqan, au ikiwa lile deni si maarufu au hakuna pahali ambapo kwamba mumeandikishiana,
Yani wajulishe familia kwamba mimi niko na deni kwa mtu fulani. Kwa hiyo hivi mnavyoniona mimi nadaiwa dukani ama ni wapi. Wa khasatan idha safara almudin, hasa pale mtu unaposafiri, wewe umechukua deni, safari zile, ndugu zangu Waislamu, mara wasikia kwamba gari imefanya nini, ajali, imepatikana na accident. Tena hakuna sababu kubwa ya kupata accident, lakini mara ipata pancha, ipata ajali. Sasa wewe kabla ya kusafiri, shika mwenzako, ili nini kitakachotokea huko katika safari, ili kuwe na mtu ana taarifa, ile familia wajipange jinsi ya kulipa lile deni hata baada ya kufa kwako. Ikiwa sasa si maarufu, sasa itaanza kusumbua. Wewe utakwenda kudai kwa wenyewe, wale wenye kudaiwa wasema sisi tuletee maandishi. Sisi tutajuaje kama ulikuwa mdai baba yetu? Sasa itakuwa ni mambo vutano, watakata kulipa na atakayumia ni baba. Kwa hiyo kabla ya kusafiri, wewe kama umechukua deni, wajulishe wale jamaa zako wa karibu. Au asema bidhati alayhi alamatul maut kama radhi, au pengine unaugua, unaona sasa haya si maradhi ya kawaida. Mimi siku ngapi leo sijaenda msikitini. Sasa kuna ishara ambazo kwamba utaanza kuziona kwamba yani lazima utakuwa na wasiwasi na dhiki. Maradhi yamekushika, sio kawaida yako wewe kulala masaa yote ama mchana mzima hutoki nyumbani. Sasa ukianza kuona ishara kama hizo, waite watoto wako, waite familia yako, ndugu zako, wajulishe, mimi kweli nimechukua deni kwa mtu fulani, lakini naomba litakalotokea, Allah atakapopitisha hukumu yake, basi mtu fulani au fulani mlipe deni langu. Kama watakubali, kama wasipokubali sio itakuwaje? Na wewe sasa umebakisha pengine masaa au masiku ya kuondoka. Au asalaka madhanna almauti, asema au kama umeshika njia, wajua kwamba hapa ninapokwenda mimi ni pahali pa kifo. Kahaudhi alharbi, asema kama sehemu za vita au mfano wake. Mfano wewe uenda kutafuta elimu au mtu uenda kufanya kazi na wajua kabisa ile nchi una vita, na mimi nina deni nimechukua la kusafiria kwenda kule. Hakuna mtu yote anayejua. Hakikisha kabla ya kwenda kule umepeana taarifa kwamba ile sehemu unayokwenda basi ni sehemu ya vita, na sijui mimi nitatoboa ile miaka kule ama na mimi nitaingia katika wale watakaokufa, lakini almuhimu kwamba ushawajulisha hawa ambao kwamba wako nyuma yako. Huyu sahaba anaelezea, anasema lamma hadhara Uhud da'ani abi min al-layl, asema siku tulipokwenda katika vita vya Uhud, babake usiku akamwita peke yake wa kawaida, akamwita. Faqala, huyu babake kamwambia Jabir, ma arani illa maqtulan, leo mimi sioni katika hivi vita isipokuwa ni mwenye kuuliwa tu. Tena maqtulan fi awwal man yuqtalu min ashabi nabii sallallahu alaihi wasallam, tena mimi ndio nitakuwa wale wa mwanzo nitakauliwa katika masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam. Leo mimi sioni hapa kwamba nitakuwa salama hapa. Akamwita mtoto wake akamwambia maneno haya, wa inni la atruku ba'di, na mimi sijawacha mtoto ambaye kwamba ni mkubwa na mwenye akili isipokuwa ni wewe, nimekuita na kuambia maneno haya. Anasema fa inna alayya daynan faqdi, mwanangu mimi naona kwamba hivi vita sasa vya Uhud hapa mimi siwezi tena kutoboa, kwa hiyo mimi nina deni na kuomba mwanangu nilipie lile deni langu. Wastausi bi ikhwatika khairan, na kana dada zako au ndugu zako vizuri kwa khairi. Huyu sahaba alikuwa ashaona ishara kwamba hapa mimi vitani sasa sina tena uhai. Kwa hiyo ndugu yangu Muislamu, ukiwa umeona alama yoyote au ishara yoyote kwamba
sasa mauti au kitu kitalifikia chochote, basi julisha jamaa zako. Muhimu sana sana, narudia tena, nasema ni muhimu tena, naweka ndani ya bracket kwamba haya ni muhimu sana. Kuna watu wanafatwa, mashtaka yamekuja mengi, watu wanafatwa, wametoa ahadi mbele za watu kwamba maiti yake, baba yake, mama yake ndiyo atakailipwa. Kisha kila anapofatwa na wakatumiwa na mashehe na maduati, lakini mtu kama yule anakataa. Sasa nani atakayeumia hapa zaidi? Ni yule ambaye kwamba alichukua lile deni na akaondoka bila ya kulipa. Naomba mimi nikomee hapa kwa leo. Naomba Allah subhanahu wa ta'ala kwa haya machache atujalie min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Shukran ala husni istima'ikum wa husni ijtima'ikum wa barakallahu fikum. Na mimi maswali huwa